Hashtag ni wahenga waamini, na kwa leo kwa hili wataamini au wataendelea kutokuamini kwa kile ambacho kitaendelea kujili. Tutakufahamisha yote. Jina langu naitwa Philemon Mawazo na hakuna kitu ambacho tutakwenda kukikosa. Wakati jasusi akiendelea kuwatesa watu mjini, na kuna mengi ambayo tayari wamekwisha kuyafanya kwamba wanakwenda kuyafanya. Tunafahamu kuwa sasa hivi ligi imesimama, imepiga break kidogo kupisha ile michuano ya AFCON. Disemba 21 nitajua kuanza kutimua vumbi, lakini leo tuko hapa, tupata nafasi ya kufika hapa. Kuna mambo mengi yanamhusu Moses William pamoja na Pamba yake na wachezaji wa Pamba Jiji. Nini ambacho kipo, watakwenda kutuambia. Mose, karibu kwanza tuweze kuzungumza mawili matatu hapa. Mara ya mwisho kuna watu walikuwa wanakuita Brother Mo. Nilikuuliza ukakataa kuitwa Brother Mo. Ni kwa nini unakataa kuitwa Brother Mo? Achana na watu. Watu achana nao, niko hapa sasa hivi. Achana na watu, sasa hivi niko hapa. Uko hapa kwa sasa hivi? Leta maneno. Sawa. Bana, kwanza bana, una media nyingi hapa, tunaongelea wapi sasa? Hii ni Coco TV. Sawa. Ambao hii media ndio yupo Sudi na Piero, ndio hii media. Ndio hii. Sawa. Haina shida. Kampuni kubwa. Haina shida, mimi kwa nina neno. Na ndio yuko nyuma ya kamera. Sudi mnyama. Sawa Mose, kwanza najua mambo ni mengi yanaendelea. Kwanza tuanze kufahamu kwanza kutoka ndani ya kikosi cha Pamba Jiji. Timu nyingi tunafahamu zimetoa mapumziko. Kwa upande wa Pamba Jiji hali ipoje mpaka sasa hivi? Ni kweli. Mara baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Tanzania Prison, mechi ambayo tulicheza kule Mbeya, benchi la ufundi chini ya kocha wa mpira mwenye vigezo vya kukaa kwenye benchi. Hili neno msemo mnaacha kuliweka sawa sawa. Kuna timu zina walimu wana vigezo alafu uwezo mdogo. Alafu kuna timu ambazo wanakuwepo tu alafu walimu hawana vigezo. Kwa ndo unashangaa mara kocha anaandikwa kama kiti manager alafu ni kocha. Kwa hiyo sisi Pamba Jiji tuna bahati. Kila siku katika vitu ambavyo viongozi wanawapongeza ni kuleta mwalimu mwenye vigezo. Kwa yuko pale na kila ambacho anakifanya kila mtu anakiona. Kwa mwalimu wetu alitoa mapumziko mara baada ya mchezo wetu dhidi ya Tanzania Prison tukiwa kule Mbeya. Baadhi ya wachezaji wako kule Mbeya walipata mapumziko ya moja kwa moja wakapumzika, wengine wakafanya mchakato wa kuweza kutoka, wengine wako nje ya nchi, sio? Kwa hiyo as we speak wachezaji na benchi la ufundi wako mapumziko, na panapo majaliwa kwa kudra za Mwenyezi Mungu mara baada ya sikukuu ya Christmas tutaanza mchakato wa kurejea mazoezini. Sasa itakuwa ni lini rasmi, tarehe nitapewa mara baada ya Christmas. Nitawaambieni wanaume wa kazi tunarejea lini kazini kwa ajili ya kuendelea na kazi. Kwa nini wanaume? Wanaume kwa sababu kwenye mpira wa miguu kuna utimamu wa mwili. Ili ufanye vizuri kuna utimamu wa mwili, utimamu wa akili, lakini kuna eneo la saikolojia. Hivi vitu vyote hivi kama hauna mtu anaitwa mwanaume kwa maana ya kuvisimamia havitatokea. Kwa mimi kwenye klabu yangu nina wanaume ambao sasa mwalimu akiimplement mbinu zake, namna ambavyo wanazitendea kazi, commitment yao wanaoifanya kiwanjani, ndio maana mimi nawaita wanaume. Yaani watu wa kazi kweli kweli. Umeelewa? Kwa hiyo that's why mimi nawaita wanaume. Na mimi ni mwanaume. Sawa. Mose. Mose, sawa, vyema. Kwanza tathmini sasa, tuseme kwamba tunaweza tukaangalia kwamba ligi sasa hivi imepiga break. Kuna michezo kadhaa mmecheza kwenye msimamo na hali yenu ni nzuri kwa sasa hivi. Ligi imekuwa ni ya namna gani kwa namna ambavyo umeanza mpaka sasa hivi? Philemon, ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu kuliko ugumu ambao nauzungumza. Ni vile tu siwezi kuambia kila details ambayo ipo, lakini ligi ni ngumu. Hii ni ligi ambayo haina nyumbani na ugenini. Kuna misimu mingine timu ikiwa nyumbani unaipa asilimia kwamba kuna asilimia kadhaa inaweza ikafanya vizuri kwa sababu timu iko nyumbani. Lakini ni ligi ambayo unatakiwa kujiandaa sehemu yoyote, unaweza ukafanyiwa jambo sehemu yoyote na unaweza ukafanya jambo sehemu yoyote. Ndio maana sisi hapa CCM Kirumba TRA walikuja wakachukua alama moja. Ni sisi tulioenda na Mungo kule Lindi tukachukua alama moja. Tumeenda Mbeya kwa Prison tukachukua alama moja. So ni swala la wewe kujipanga na timu yako. So swala la uko nyumbani ama uko ugenini. Lakini kingine ni improvement kwenye mabenchi ya ufundi. Zamani kuna mechi zilikuwa hazichambuliki. Si umeelewa, lakini saa hizi ukienda
sijui Pamba anacheza na, yani unaweza ukakaa sasa ukaanza ukasema pale ikipigwa 352 umenielewa, hapo ndani amekaa sijui mkata umeme wa nchi, pembeni sijui Kasindi, sijui Shasiri, sijui Siwa nani, yani unatengeneza si unanielewa, yani mpira unazungumzika. Kwa hiyo hii maana yake ni watu wameinvest kwenye mabenchi ya ufundi. Kwa pamoja na utani ambao tunataniana, lakini angalia aina ya team, profile za walimu ambao wako kwenye team, unaweza ukanielewa kile ambacho nakizungumzia. Na watu saizi wanaumiza kichwa. Kwa ndio maana mpira wa saizi, unajua zamani bwana Filimon, nikupe somo kidogo. Zamani tulikuwa tunasema football ni player centered. Unaelewa nikisema hivyo? Football ni player centered. Zamani. Nikisema hivyo na maana gani? Kwamba zamani mchezaji akiwa na kipaji, akiwa ana uwezo wa kuiamua mechi. Okay. Ndio tunasema football ilikuwa ni player centered. Uwezo wa mchezaji ndio unaamua mchezo wa mpira wa miguu. Yaani labda zamani hapo utasikia Steve Nyamila anaweza katoka hapa na mpira huyo mpaka kule kamba. Zamani ilikuwa ni player centered. Nowadays mpira tunasema ni coach centered. Okay. Umeelewa? Hiyo sijui kama unaelewa. Mimi nimekuelewa, lakini kwa hiyo umenichukua darasa kidogo. Mpira huu mimi naishi nao. Kwa hiyo sasa hivi mnapaswa, sio swala la kuwa na mchezaji mzuri tu, mnapaswa kuwa na mchezaji mwenye uwezo, lakini kocha mkubwa na mwenye maarifa, ili uwezo wa mchezaji ukaweze kuonekana. Ndio maana unaweza kukuta mchezaji mzuri, yani bonge la mchezaji, lakini mwalimu kama maarifa yake ni madogo, atashindwa kumtumia yule mchezaji, na nyie timu hamtanufaika na uwepo wa yule mchezaji. Kwa hiyo sasa hivi lazima kwa mazingira yoyote muhakikishe mna mwalimu mzuri. Kwa ndio maana tunasema coach centered sasa hivi. Mkiwa hamna mwalimu mzuri sasa hizi hamwezi mkatoboa. Zamani ilikuwa ni player centered, nowadays ni coach centered. Lazima muwe na mwalimu mwenye maarifa, kutafsiri mbinu, kutafsiri uwezo wa wapinzani, implement kwa wachezaji wake, wakapambane kiwanjani. Lakini zamani ilikuwa tu ni as long as wewe ni mchezaji na una uwezo, nenda tu kacheze. Yaani kwa hata mwalimu anaweza tu akakaa mtu yoyote pale tu akapanga 11 twendeni tukacheze. Ila sasa hivi kama mna mwalimu unga mwana, kila mkiingia mnapasuka kwa sababu haoni. Yaani mwalimu ukiwa pale kwenye benchi unatakiwa mwalimu tunasema haangalii mpira unavyoenda. Yaani kama mpira umetoka hapa kwa goalkeeper anapiga, yaani wakati mpira goalkeeper anaupiga wa either timu yake ama timu pinzani, yeye mda huo anaangalia vitu vingine. Mfano, huu mpira wakati unapigwa, ma center back wa opponent wanasimamaje? Midfield wote wawili wa opponent wanasimamaje? Mawinga wanasimamaje? Mpira ukiwa unapigwa unapigwaje? Si kama unaelewa. Kwa hizo details ambazo mwalimu anatakiwa kuziangalia. Kwa baadaye akiwa anafanya analysis anajua naenda kucheza na Filmoni Mawazo FC. Hawa wakati wanapiga goal kick wana tabia hizi. Build up yao wakiwa wanafanya build up kuanzia chini huku wana tabia hizi. Kiungo wao ukabaji ana tabia hizi. Sasa je, mimi naenda kumbeti vipi? Je, hawa wana kiungo mzuri wa kuzuia, nimwekee watu wawili wa offensive ama naye nimwekee tu mmoja watashindana? Sio, umeelewa? So ni vitu ambavyo mpira umepanuka. Tukisema mpira umepanuka ni mkubwa, ndio maana saa hizi yani ukiwa hauna mwalimu mzuri hauwezi ukatoboa sehemu nyingine yoyote. Mtazamaji, unamsikia ni Moses William, imebidi kutuchukua darasa kutuelewesha sasa mpira namna ulivyohama sasa hivi. Moze, kuna kauli nakumbuka uliwahi kuzitoa mbili na zikaleta taharuki mjini. Kauli ya kwanza ulisema kwamba watu watafute kocha, hawana kocha, watakuja kukabana nini? Mashati, sio? Kauli ya pili ulisema kwamba mchezaji Kevin Nasho ni mkata umeme wa taifa na anatakiwa kuitwa kwenye squad ya timu ya taifa, na siku moja tu ilipita akajumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa nini wewe Moze? Mimi mpira nimeucheza kwa daraja langu, sio? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, Pamba wamenipa fursa ya kusoma mpira. Yaani mimi niko very proud na Pamba. Yaani kwa hiyo mimi Pamba hapa sio sehemu yangu ya kazi tu, ni sehemu yangu ya maisha. Career yangu ya mpira imekuwa kupitia Pamba. Kwa hiyo mimi ninapofanya hapa sio tu kama mfanyakazi mwingine wa kawaida kwamba naenda kutekeleza majukumu yangu. Hapana. Yaani Pamba mimi ni maisha yangu.
ni tofauti na watu wengine ambao wako kwenye sehemu nyingine ambao wameajiriwa na nini. Ni kwa sababu ukuaji wangu mwingi wa mpira, knowledge ya mpira mimi nimeipata hapa. Nimesoma sports management nikiwa hapa. Coaching zangu zote nimeanzia hapa, kuanzia grassroots, nimeenda intermediate, nimeenda mpaka license ya CAF. Sasa hizi nimesoma hapa nikiwa Pamba. Kwa hiyo hayo ambayo unayasema, nikisema kitu sisemi kwa sababu natakiwa niwafurahishe watu. Nasema kitu ambacho nakiona na kijua. Sasa wewe ukilichukua lile ambalo mimi nimelisema kwa hisia zako bila ku reason kwa nini nimesema, ukachukua tu hivyo kwa hisia zako, then baadaye sasa muda unaweza ukapita ndio bana kumbe Moze alisema. Kwa mimi sijaje kusema jambo kwa ajili ya ushabiki, sijaje kusema jambo kwa sababu namchukia fulani, sijaje kusema jambo kwa sababu namdhalilisha fulani. Ukiona jambo nimesema, nimetoa comment, hiyo ni comment ya kitaalamu. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuichukua ama kutoichukua. Ndio maana siku ile pale nimesema watu kelele zikawa nyingi, lakini ule upande wa kule walioanza kunipigia simu zaidi ni wao wale. Bana Issa, umetuambia ukweli, umetuambia pale ambacho kilikosekana ni kwa nini sikuelezea kwamba kwa nini hao watu hawana huyo mtu. Hicho ndio kilipelea, na pale sikuwa na hiyo room ya kuelezea kwamba kwa nini Philimon sio mtangazaji. Kwa sababu anakuja kwenye fact 1 2 3 4. Kwa nini Philimon ni mtangazaji? Nakuja kwenye fact 1 2 3 4. Kwa tofauti kusema. Sikusema sasa pale sikuwa na room hiyo. Alafu si watu nyinyi si mnatafuta tu nani content zenu ndio ziende. Kwa hiyo ambayo ilienda tu ni ile msemaji wa Pamba amesema hiyo ndio lakini maelezo hawakutaka. Kwa hiyo wengine ambao walitaka na walielewa ambacho nimekisema walinufaika. Kwa hiyo mimi kusema vile haikuwa kwa chuki. Nilisema uhalisia wa mpira baada ya of course, na sio tunachokifahamu, nachokifahamu na kiona na kiishi na kijua, na ndicho ambacho kilitokea. Issue ya Kevin Nation